wanaweza kukwamia hapo, wakabaki hapo miaka yote wasikue. Sasa tunaenda kwenye hatua ya pili. Anasema nimewaandikia na vijana, si ndio? Kwa hiyo kundi la pili la ukuaji wa kiroho ni level ya ujana kiroho. Kuna watu tuko mkanisani, tuko kwenye level ya ujana kiroho, spiritual. Sio umri, kiroho, level yake ya kiroho ipo kwenye level ya ujana. Si ndio? Anasema niwaandikie ninyi vijana kwa sababu ni wenye nguvu. Neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani yenu, nanyi mmemshinda nani? Mwovu. Sifa za kijana wa kiroho. Jambo la kwanza, ana nguvu za kiroho. Huyu mtu ambaye anaokoka, jambo la kwanza ni kumkubali Yesu. Anakuwa mchanga. Si ndio? Akianza kuyapply yale mambo matatu niliyosema, neno, badiliko na maombi, huyu mtu anaanza kutoka kwenye uchanga, anapanda kwenye level ya nini? Ya ujana. Akifika kwenye level ya ujana, ghafla ndani yake kuna nguvu za kiroho. Kunakuwa na nguvu za kiroho. Kwa hiyo sifa huyu kijana kiroho anakuwa na nguvu za kiroho. Jambo la pili, neno la Mungu linaishi ndani yake, au anakuwa na neno la Mungu kwa wingi ndani. Kwa sababu alipokuwa mchanga akaanza kula chakula ambacho ni neno. Mpaka chakula kigumu na kitafuna hivyo na meza neno la Mungu. Kwa anakuwa na neno la Mungu kwa wingi ndani. Huyu ambaye yuko kwenye level ya nini? Ya ujana. Si ndio? Jambo la ngapi tunaenda? Naam. La tatu, si ndio? Anakuwa na uwezo wa kushinda majaribu, au anaanza kushinda majaribu. Jambo la nne, anaanza kuzaa matunda. Unapozungumza kwa habari ya kuzaa matunda, maana yake ni kwamba wewe kama unaokoka unaanza kuleta vijana wengine kwa Yesu waokoke. Huko ndo kuzaa. Unahubiria wengine. Amen. Hasa tangu umeokoka je, kuleta mtu mmoja kanisani? Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuja hapa Mungu akakuponya, unakuwa na uwezo wa kwenda kuleta watu wengine ili wakutane na Mungu hapa. Lakini tunasema huyu sasa anaanza kumzalia Kristo nini? Matunda. Amen. Amen. Sasa ni mpaka umefikia kwenye hatua ya nini? Ya ujana kiroho. Ni ngazi, ni hatua inayohitaji muda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuangalie changamoto zake hawa jamaa, au si ndio? Kwanza tumesema sifa zao, wanakuwa na nguvu za nini? Za Mungu. Wanaweza kushinda majaribu. Neno la Mungu linapapa wingi ndani yao. Lakini hao watu wana changamoto. Ndio maana hauhitaji kuishia kwenye ujana, kwenye kukua nini? Kiroho. Inatakiwa utoke kwenye hii hali ya ujana uende kwenye utu uzima. Kwa sababu kwenye hii level kuna changamoto kwenye ukuaji. Sasa tuangalie ni changamoto zipi. Jambo la kwanza, anaweza kuwa na bidii bila hekima. Huyu mtu ambaye yuko kwenye level ya ujana kiroho anaweza kuwa na bidii lakini bila nini? Bila hekima. Anaweza kufanya kazi ya Mungu lakini bila kutumia nini? Hekima. Ana bidii lakini hana hekima. Nikatoa mfano mmoja juzi. Nikasema kuna wakati nilikuwa mtumishi wa Mungu ambaye yeye alipotoka kwenye uchanga akaingia kwenye ujana wa kiroho, si ndio? Maana amekuwa na nguvu za Mungu, anajua namna kupata baraka. Yeye alikuwa na kawaida ya kufanya usafi wapi? Kanisani. Kila siku anawahi, kila kwa kiume anawahi kanisani anafanya usafi. Siku hiyo amekuja kanisani akakuta kuna mama ameshafanya nini? Usafi. Amefikisha takataka ziko pale mlangoni. Yeye ndo anaingia. Sasa nani yule ndio kuchukua baraka zangu? Kwa hiyo jamaa akachukua yale matakataka yote akairushia kanisani tu ovyo, afa akachukua mfagio akaanza kufagia tena. Si ndio? Maana huyu mtu ametoka kwenye uchanga, yuko kwenye ujana, si ndio? Maana anajua namna kuteka baraka na vitu vingine, anajituma kwenye kazi ya Mungu, ana bidii lakini hana nini? Hekima. Alafu anaenda kumwambia mchungaji,
Mama fulani anataka kuchukua baraka zangu. Kwa nini anafanya vile? Wewe kafanya mimi nikachukua zile takataka nikazitupia. Akasema mwanangu ulikosea. Akasema yaani mchungaji ndio anasema mimi nilikosea. Kwanza anahama hii kanisa, akahama kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati anahama kanisa akawa amekuja kanisani kwetu. Sasa ndo akaanza nisimulia hiyo scenario. Nikamwambia hata mimi nasema ulikosea. Kwa hiyo kama utahama sawa. Ila hata mimi mwanangu nasema ufanyaje? Ulikosea. Ulikuwa na bidii lakini hukuwa na hekima. Nikamwelewesha kwa nini alikosea. Na nini ambacho alipaswa afanye. Akasema sawa. Mtumishi anaonekana wewe ni mdogo umri lakini hekima ipo. So akakaa basi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anakuwa na bidii lakini hana nini? Hekima. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Na kama ameanza kuwa na kaupako, akisimama madhabahuni, anaweza akawa anatoa mpaka kauli za matusi. Anazihubiri. Anaambia mimi ni mwinjilisti. Upumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Manake ni nini? Huyu mtu yuko kwenye level ya ujana. Ndani kuna waka. Ana nguvu za Mungu za kutosha. Amen. Ana nguvu za Mungu. Tumesema kijana ana nguvu. Nguvu ya Mungu ipo. Neno liko ndani, vifungo hivi amekalili kama vyote. Na ana uwezo wa kushinda majaribu. Utamwambia nini? Yuko kwenye hatua ya nini? Ya ujana kiroho. Na bahati mbaya au nzuri Mungu amempa na kajicho ka kinabii kidogo. Atafika mahali kwa shida ataangalia. Binti simama. Mbona usimame? Simama sasa. Binti simama. Mungu ananiambia umetoa mimba sawa. Sikana ni sahihi kabisa, si ndio? Lakini huyu binti hujamsaidia. Huyu binti hajaolewa. Umeelewa vizuri? Na huko kanisani kuna vijana wanatakiwa wamuoe. Sasa kweli Amani kama huyo binti mtume asema Amina ni kweli baba. Amani utamuoa? Sasa ni kweli lakini alifanya kwa kiwa wapi? Duniani kabla hajaokoka. Sasa nimjua Mungu, si ndio? Kila kitu kimetakaswa huko ndani nimekuwa kiko sawa. Bwana mfresh vitu matume uzazi yamekaa kwenye reli. Si ndio? Kama bado anafikiri kufanya vitu vya namna hiyo ni kutafuta namna kwa nini nikimaliza ibada nisimuombe? Bwana Yesu asifiwe. And the big problem kwa sisi vijana, hasa sisi vijana sasa. Sisi vijana ambao tuko kwenye level ya ujana kihuduma, ukishafika kwenye hiyo level ya ujana kihuduma, tunaona tunaweza kuchunga, tunaweza kufanya kazi ya Mungu, tunaweza kufanya chochote. Kwa sababu tu Mungu anakuonekania. Amen. Leo mtu anachunga kanisa miezi mitatu kanisa limekufa. Uchanga. Nani? Ujana. Sio uchanga. Wewe mtu sio mchanga. Neno la Mungu limejaa hapa vifungu viko titi. Amen. Na nguvu zipo za kutosha. Na kumshinda shetani anamshinda kweli. Lakini bado ana kwenye hiyo stage ya ukuaji wa kiroho bado kuna changamoto. Ya nini? Hekima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jambo la ngapi naenda hapo? La pili, nimesema anaweza kuwa na bidii bila nini? Hekima. Jambo la pili, anaweza kujiona anajua sana. Hebu waza, mtu alikuwa mchanga, sasa ameanza kuwa na nguvu za Mungu ndani yake. Sasa ameanza kuwa neno la Mungu kwa wingi ndani yake. Amekuwa na uwezo wa kushinda majaribu. Huyu mtu huwa anaweza kupata jaribio la kujiona anaweza sana. Mambo ya roho. Amen. Amen.
Ndio hawa watu sasa tutakutana nao. Yaani mimi ningekuwa pastor sana, mama fulani asingekuwa kanisani kwa zile tabia zake. Fukuza wote. Waelewa vizuri eh? Amen. Hivi kwa nini hawawi kama mimi? Mbona mimi najitahidi? Wao wanashindwa nini kufanya kama mimi ninavyofanya hivi? Mbona mimi najitahidi sana kufanya hivyo wao hawawezi tu? Sasa kumbe wao wa mimi ni wachanga. Wao kwenye level ya nini? Ya ujana kidogo. Amen. Nimekutana mtu mmoja akaniambia, "Pastor, sio kanisa linaongezeka sasa hivi." Ni mimi ndo ninayeomba ili kanisa linaongezeka. Lakini hiyo ni stage ya nini? Ya ujana kidogo. Of course, ni mtumishi wa Mungu na naomba vizuri kwenda na maombi anapiga mpaka makaburi manini ya watoto wachanga na watu wazima yote anachimbua. Unajua kwa mtu anaomba ninapasua makaburi yao ya watoto wadogo. Si ya wakubwa. Anapiga prayer kweli. Ayamwambia, hii kanisa ni nini? Hapa palikuwa na giza, palikuwa pana mizimu. Hapo mimi ndio nimeshughulika nayo yote. Nasema Bwana kufushe hapa kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwenye ile Mungu anataka kufanya nini jamani? Kujiona. Jambo la ngapi naenda? Anaweza kukasirika na kuona udhaifu wa wengine. Amen. Anaweza kukasirika na kuona udhaifu wa wengine. Hiyo namba ngapi? Namba 4. Anaweza kushikilia sana mambo madogo. Ndio kidogo kidogo inatuvalia njuga. Haiwezekani. Kama mafani mtu akuniambia mimi vile. Amenichukuliaje? Ndio. Kisa tu wanamwambia kijana hiyo suruali imeshuka mlego pandisha kidogo ufungia mkanda juu. Ili hajui kwamba mimi nikikemea mapepo yanatoka. Anaelekeza ni namna kuvaa suruali. Hajui neno la Mungu liko kwa wingi ndani yao. Hajui watu ni wananena mtumishi wananyeshimu kama mtumishi wa Mungu. Ananiambiaje hivi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huo ni nini jamani? Huo ni nini? Amen. Jambo jingine, anakuwa na kiburi cha kiroho. Ujana huu unaleta kiburi cha kiroho. Na unakiangalia hata katika ulimwengu wa kawaida huu, watu kwenye ujana walikuwa wanakuwa na kiburi. Nakutana vijana hata kutembea. Hata kile kijana kwa anatembea. Ujana. Lazima umedunda nini? Kidogo. Ndio? Ndio kwambia wewe kijana wewe si tulipita hapo. Wewe utaniambia nini mazaa? Hiyo ni nini jamani? Ujana. So hata kiroho, msikilize kwambie, yaani maisha ya mwilini yalivyo kwenye umri, hata spiritually ni hivyo hivyo. Ni hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana. Mimi namshukuru Mungu sana. Hapa kanisani kwetu, hata watumishi ambao wanahudumu hapa hawana shida. Kina Ima kina nani, hawana tatizo. Lakini kuna mahali unaweza ukaenda ukakutana na kijana akishika maiki hivi. Atataka akamie mpaka mshinde mchungaji wake mzee ambaye amekaa hapa. Kwa nini mzani chanzo cha makanisa mengi kumeguka ni nini? Si ni hiyo. Unakuta mtu yupo kwenye level ya nini? Ya ujana. Akishika maiki hivi. Akisema kama pepo kule. Jamani, tumesema vijana wanaanza nini? Unajifunza haya
kwamba Mungu atakapokuwa na kutumia, Mungu atakapokuwa na kuinua, kwa sababu mimi naona kuna watumishi wa Mungu wakubwa, Mungu atawainua. Utakapofikia hiyo hatua ya ujana wa kiroho, ndio kipindi ambacho unahitaji kuwa mnyenyekevu sana. Amen. Unahitaji kuwa mnyenyekevu. Lakini pia tunasema Mungu hataki tuishie kwenye hiyo level ya ukuaji kiroho. Anataka twende kwenye level ya utu uzima. Tutoke kwenye level ya ujana, twende kwenye level ya ngapi? Ya 3. Kwa kuna level ya 3 ya ukuaji wa kiroho. Tunasema ni level ya kiutu uzima. Level ya kiutu uzima. Level ya kiutu uzima. Namba 3. Tunasema ni level ya kiutu uzima. Anasema nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua ambaye yuko tangu mwanzo. Manake ni nini? Unaweza ukawa na nguvu za Mungu, lakini mwenye hizo nguvu haujamjua baba. Hujajua anataka nini. Hiyo unapotoka kwenye hatua ya ujana kiroho na kuingia kwenye utu uzima, manake unakuwa ni mtu ambaye umemfahamu huyo Mungu ambaye ana hizo nguvu. Soma 14 mstari. So kwenye hatua ya ubaba, kwenye hatua ya utu uzima, unakuwa umemfahamu huyo Mungu unayemtumikia anataka nini kwako. Kwa lugha nyepesi, unakuwa umelitambua kusudi la Mungu kwenye maisha yako, kwamba wewe Mungu amekuumba ili ufanye nini, upo kanisani kwa ajili ya nini, usaidie nini, ufanye nini, kwenye eneo gani. Je, nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mnamfahamu yeye aliye tangu mwanzo. So tunaposema huyu mtu alikuwa ni mtu mzima, maana yake ni mtu ambaye amemjua Mungu, amemfahamu Mungu, ametoka kwenye level ya utoto akafika akaanza kulishika neno la Mungu, akajawa na nguvu ya Mungu, akawa na kila kitu, anatoka kwenye level ya ujana, anaingia kwenye level ya kumjua Mungu. Amen. Kwa sababu level ya ujana ni level ya mashindano. Wanaelewa watu wa Mungu? Anafanya hiki na mimi nifanye hiki. Fanya hivi kujitutumua, fanya nini hivi. Lakini inapofikia kwenye level ya utu uzima, ni mtu amemfahamu Mungu vizuri, amemwelewa Mungu anayemtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio level ambayo, sikiliza mtu wa Mungu, na hii ndio level ambayo hata ikitokea kanisa zima wameacha kumwabudu Mungu, unasema mimi nitamwabudu Mungu kwa sababu ninamfahamu Mungu wangu kula alikonitoa tangu mwanzo. Hii ndio level ambayo watu wengine wote wakigoma kumtolea Mungu, unasema mimi nitamtolea Mungu kwa sababu ninamjua huyu Mungu ninayemwabudu. That is level of maturity. Hii ni level ya ukomavu ya hali ya juu, ya kumjua Mungu unayemwabudu, ya kumjua Mungu unayemtumikia, ya kumjua Mungu ambaye amekutoa mahali, amekutoa na amekufikisha mahali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa tuangalie sifa za huyu baba. Kwanza tunasema ana uhusiano wa kina na Mungu. Ana deep relationship with God.